Mungu akamwambia Musa, njoo kwenye mlima wa Sinai nikupatie amri 10 ili uweze kuongoza watu wangu wana wa Israeli, maana nimejua njia zao na desturi ya maisha yao imebadilika. Wanaishi namna ambavyo wao wanahitaji, wanaishi kwenye mifumo ambao wao wanahitaji, ila ninatamani neema yangu iweze kuwaongoza, iwaongoze kwenye ule mfumo ambao mimi ninahitaji. Kwa hiyo Musa akaondoka siku 40 akielekea kwenye mlima ule wa Sinai. Alipofika kwenye ule mlima wa Sinai, Mungu alijitokeza kwa namna ya ajabu sana. Biblia inaeleza ya kwamba ngurumo na radi na giza vilikaa juu ya ule mlima wa Sinai. Tetemeko lote likaitikisa Sinai yote na ule mlima wote ukatikisika. Wana wa Israeli walitamani kwenda kusikia sauti ya Mungu wakati Mungu alipokuwa anazitoa zile amri 10, lakini walipokuwa wanaikaribia ile Sinai, ule mlima wa Sinai, waliogopa. Walipokuwa wanasikia ile ngurumo na moto ukishuka katikati ya mlima wa Sinai, walikuwa wanaogopa mno. Baadaye wakamwambia Musa, hapana, nenda kazungumze na Mungu wako. Ukishazungumza naye tutakuja kukusikiliza wewe, maana sisi tunaogopa. Kilichokuwa kinawasababisha ni dhambi iliyokuwa imekaa ndani ya mioyo yao. Wovu na kumuasi Mungu ndio kulikuwa kunasababisha wanamwacha Mungu na wanajitenga mbali na Mungu. Ndio nikwambia jambo moja, ya kwamba kama roho ya dhambi inaishi ndani ya moyo wako na maisha yako, hauwezi kuwa na amani kusogelea uso wa Mungu. Ile hofu itaendelea kukuteketeza, hofu itakumaliza. Hautakuwa na ujasiri wa kusogelea kiti cha rehema, hautakuwa na ujasiri wa kuomba wewe peke yako, hautakuwa na ujasiri wa kumwombea mtu wa aina yote, hautakuwa na ujasiri wa kusoma Biblia, hautakuwa na ujasiri wa kumkiri Mungu, hautakuwa na ujasiri wa kuliamini jina la Mungu wetu aliye hai. Kwa hiyo lazima uhakikishe ndani ya maisha yako na ndani ya moyo wako kuna hali njema, ile hali ambayo nia ya ndani inadhihirisha. Hata Yesu akija siku hii ya leo, nina ujasiri wa kumwambia jambo na Mungu akakusikiliza, ni kwa sababu ndani yako haiko hatia. Roho ya hatia imeharibu maisha ya wengi sana. Roho ya hatia imetutenga na Mungu kwa sababu dhambi inakula ndani yetu. Tunakiri wazi kwenye maisha ya kawaida kuwa tuna Mungu, lakini tulishafarakana na Mungu muda. Ndani ya maisha yetu kwenye ulimwengu wa roho tumevurugika. Dhambi imetawala, imetumaliza. Lakini duniani tunaambiwa Bwana Yesu asifiwe, tunakubali. Ndio nikwambia jambo moja, kufanya hivyo kwa ajili ya kuwapendeza wanadamu ni kujiangamiza wewe mwenyewe. Kaa vizuri na Mungu wako. Hakikisha rohoni na mwilini kunalingana. Hakikisha una ujasiri wa kumsogelea Mungu. Hakikisha una nguvu za kutosha za kumuomba Mungu. Roho ya maombi ijae ndani yako. Roho ya maombi ikijaa ndani yako, itaanza kuyeyusha kitu kimoja baada ya kingine. Itaanza kuyeyusha kitu kimoja baada ya kingine. Itaharibu kila aina ya uovu ambao unakusumbua kwenye maisha yako. Kwa hiyo bado Mungu ana uwezo wa kukusaidia. Bado Mungu ana uwezo wa kukutetea. Bado Mungu ana uwezo wa kuamsha roho ya maombi kama ulikuwa huwezi kuomba tena. Ninajua ya kwamba ulikuwa unaweza kuomba lakini ukaacha. Iko nguvu ya Mungu ukiamua kumrudia kwa moyo wa ujasiri. Ukiamua kutubu kweli, Mungu lazima atakusaidia. Ukiamua kutubu kweli, lazima Mungu atakuokoa. Ukiamua kutubu kweli, lazima Mungu atakuponya. Ukiamua kutubu kweli, lazima Mungu atakutumia. Ule ujasiri uliopotea kuomba, Mungu ataurudisha tena kwa upya. Neema ya Yesu isikuache. Neema ya Mungu ikusimamie. Neema ya Mungu ikutetee. Na neema ya Yesu ikuongoze kwenye maisha yako. Mungu na akubariki siku zote. Amen.